Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Wakati ule Yesu alitoka pamoja na wafuasi wake kwenda ng'ambo ya mto Kedron. Kwenye bustani akaingia huko yeye pamoja na wafuasi wake. Yuda naye aliyemtoa alipajua mahali pale, kwa maana Yesu alifika huko mara nyingi pamoja na wafuasi wake. Basi Yuda alipokwisha kupokea kikosi cha maaskari na watumishi waliotoka kwa makuhani wakuu na Wafarisei, akaja huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu akijua yote yatakayompata, akatokea akawaambia, "Mwamtafuta nani?" Wakamjibu, "Yesu Mnazareti." Yesu akawaambia, "Ndiye mimi." Naye Yuda aliyemtoa alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia, "Ndiye mimi," walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, "Mwamtafuta nani?" Nao wakasema, "Yesu Mnazareti." Yesu akajibu, "Nimekwisha sema kwamba ni mimi. Basi kama mwanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao." ili litimizwe lile neno alilosema, "Hawa ulionipa sikumpoteza hata mmoja wao." Basi Simoni Petro aliyekuwa na upanga akauchomoa, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio lake la kuume. Na mtumishi yule aliitwa Markus. Yesu akamwambia Petro, "Rudisha upanga wako ghalani. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa." Basi kikosi na jemedari na watumishi wa Mayahudi wakamkamata Yesu, wakamfunga, wakampeleka kwanza kwa Ana, maana alikuwa mkwewe Kaifa aliyekuwa kuhani mkuu wakati ule. Na Kaifa ndiye aliyewapa Mayahudi shauri kwamba yafaa mtu mmoja
mlangoni. Basi yule mfuasi aliyejulikana na kuhani mkuu akatoka akasema na mwanamke mgoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi mgoja mlango anamwambia Petro, Je, wewe si mmoja wapo wa wanafunzi wake mtu huyu? yeye anasema, si mimi. Wale watumwa na watumishi walikuwa wakisimama karibu na makaa ya moto, maana kulikuwa baridi. Wakawa wakiota moto, naye Petro alikuwa pamoja nao, akisimama na kuota moto. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wafuasi wake na za mafundisho yake. Yesu akamjibu, Mimi nimesema wazi wazi na watu. Mimi nimefundisha siku zote katika sunagogi na hekaluni ambako Mayahudi wote hukusanyika, wala sikusema neno lolote kwa siri. Mbona waniuliza? Waulize hao waliosikia nilichowaambia. Tazama, wao wanajua niliyosema mimi. alipokwisha sema hayo, mmoja wa watumishi aliyekuwa akisimama karibu akampiga Yesu kofi akisema, ndivyo unavyomjibu kuhani mkuu? Yesu akamwitikia, Kama nimesema vibaya, toa ushahidi wa neno baya. Lakini kama nimesema vema, kwa nini wanipiga? basi Ana akampeleka amefungwa kwa Kaifa kuhani mkuu. Simoni Petro akawa amesimama akiota moto. Basi wakamwambia, Je, hata wewe si mmoja wa wafuasi wake? yeye akakana akasema, si mimi. Mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu,
Pasaka. Basi Pilati akawatokea nje, akasema, Mwaleta mashtaka gani juu ya mtu huyu? wakajibu wakamwambia, Kama huyu angalikuwa mwovu, hatungalimleta kwako. basi Pilati akawaambia, Mtwaeni ninyi, mkamhukumu kwa sheria yenu. Mayahudi wakamwambia, Sisi hatuna mamlaka ya kumuua mtu yeyote. ili neno la Yesu lipate kutimia, alilosema akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi Pilati akaingia tena barazani, akamwita Yesu akamwambia, Wewe ndiwe mfalme wa Mayahudi? Yesu akamjibu, wajisemea hivyo, au wengine wamekuambia habari hiyo juu yangu? Pilati akajibu, Je, Yahudi mimi, taifa lako na makuhani wamekuleta kwangu, umefanya nini? Yesu akajibu, Ufalme wangu sio wa dunia hii. Kama ufalme wangu ungekuwa wa dunia hii, bila shaka watumishi wangu wangalipigana nisitolewe kwa Mayahudi. Lakini sasa ufalme wangu sio wa hapa. hapo Pilati akamwambia, Basi umfalme wewe. Yesu akajibu, Wewe umesema ya kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo, na nimekuja duniani kwa ajili hiyo, ili niushuhudie ukweli. Kila mtu aliye wa ukweli husikia sauti yangu. Pilati akamwambia, Ukweli ni kitu gani? alipokwisha sema hivyo, akawaendea tena Mayahudi akawaambia, Mimi sioni hatia yoyote kwake, lakini kuna desturi kwenu, niwafungulieni ninyi mtu mmoja
makelele wote wakisema, si huyu ila Baraba. Naye Baraba alikuwa mnyang'anyi. Basi hapo Pilati akamtwaa Yesu, akampiga mijeledi. Maaskari wakasokota taji la miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi jekundu. Wakaja mbele yake wakisema, Salamu, mfalme wa Wayahudi. Wakampiga makofi. Basi Pilati akatoka tena nje, akawaambia, Namleta tena nje mbele yenu, mpate kujua ya kuwa sioni hatia yoyote kwake. Basi Yesu akatoka nje, amevaa taji la miiba na vazi jekundu. Akawaambia, Tazameni mtu. basi makuhani wakuu na watumishi walipomwona, wakapiga kelele wakisema, Msulubishe, msulubishe. Pilati akawaambia, Twaeni ninyi, mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni kosa kwake. Mayahudi wakamjibu, Sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo imempasa kufa, kwa sababu amejifanya mwana wa Mungu. Basi Pilati aliposikia neno hilo, akazidi kuogopa. Akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, Umetoka wapi wewe? lakini Yesu hakumjibu neno lolote. Basi akamwambia, Usemi neno, hujui ya kuwa ninao uwezo wa kukusulubisha na uwezo wa kukufungua. Yesu akamjibu, ungalikuwa na uwezo wowote juu yangu, usingaliupewa kutoka juu. Kwa sababu hiyo, aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tangu hapo Pilati akatafuta kumfungua, lakini Mayahudi wakapiga makelele wakisema, Ukimwachia huyu, wewe si rafiki ya Kaisari. Yeyote ajifanyaye kuwa mfalme hushindana na Kaisari. Basi Pilati aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje,
akaketi kitini mahali palipoitwa Litostrotos, na kwa Kiyahudi Gabatha. Ilikuwa maandalio ya Pasaka, yapata saa 6. Akawaambia Mayahudi, tazameni mfalme wenu. Wao lakini wakapiga kelele, Mwondoe, mwondoe, msulubishe. Pilati akawaambia, nimsulubishe mfalme wenu. Makuhani wakuu wakajibu, hatuna mfalme isipokuwa Kaisari. Basi ndipo alipomtoa kwao asulibiwe. Wakamtoa Yesu, wakampeleka nje. Akatoka akijichukulia msalaba wake kwenda mahali paitwapo Kalvari, kwa Kiyahudi Golgota. Ndipo walipomsulubisha, na wengine wawili pamoja naye upande huu na upande huu, na Yesu katikati. Pilati aliandika pia anwani, akaiweka juu ya msalaba. Iliandikwa, Yesu Mnazareti, Mfalme wa Mayahudi. Basi anwani hiyo Mayahudi wengi waliisoma, maana mahali aliposulibiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiyahudi, Kiyunani na Kilatini. Basi makuhani wakuu na Mayahudi wakamwambia Pilati, usiandike Mfalme wa Mayahudi, ila kwamba mwenyewe amesema, mimi ni mfalme wa Mayahudi. Pilati akajibu, niliyoandika, nimeandika. Basi maaskari walipokwisha kumsulubisha, wakatwaa mavazi yake wakafanya mafungu 4, kila askari na fungu lake, na kanzu ile haikuwa na mshono, kwa maana imefumwa nzima toka juu. Basi wakaambiana, tusipasue, lakini tuipigie kura itakuwa ya nani, lipate kutimia andiko lisemalo, waligawiana mavazi yangu, na kanzu yangu wakaipigia kura. Ndivyo basi maaskari walivyotenda. Wakawa wakisimama karibu na msalaba wa Yesu, mama yake na dada ya mama yake, Maria wa Kleofa,
na Maria Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mfuasi aliyempenda amesimama, akamwambia mama yake, Ee mkubwa, huyu ndiye mwana wako. halafu akamwambia mfuasi, Huyu ndiye mama yako. na tangu saa ile yule mfuasi akampokea kwake. Baadaye Yesu akijua ya kuwa yote yametimia, andiko lipate kutimizwa, akasema, Nina kiu. palikuwa na chombo kilichowekwa pale kimejaa siki, nao wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya mwanzi, wakamwekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea siki, akasema, Yametimia. akainamisha kichwa, akakata roho. Basi Mayahudi, kwa sababu ilikuwa siku ya maandalio, kusudi miili isikae msalabani siku ya Sabati, kwa maana siku ile ya Sabati ilikuwa kubwa, wakamwomba Pilati miguu yao ivunjwe iondolewe. Basi askari wakaja, wakamvunja miguu wa kwanza, na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Hata walipomfikia Yesu, wakimwona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu, lakini askari mmoja akamchoma ubavu kwa mkuki, mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ametoa ushahidi, na ushahidi wake ni wa kweli. Na yeye anajua ya kuwa anasema kweli, mpate nanyi kusadiki. Kwa maana hayo yametendeka ili andiko litimie, hamtamvunja mfupa wake. Na tena andiko jingine lasema, watamtazama yule waliyemtoboa. Baada ya hayo Yosefu wa Arimatea akaenda kwa Pilati kuomba ruhusa ya kuchukua mwili wa Yesu, kwa maana alikuwa mwanafunzi wa Yesu, kwa siri, lakini kwa ajili ya kuwaogopa Mayahudi, Pilati akakubali. Naye akaja akachukua mwili wa Yesu,
Na Nikodemi yule aliyefika zamani kwa Yesu usiku, akaja vile vile na ratli 100 za mane iliyochanganyika kwa shubiri. Basi wakautwaa mwili wake Yesu, wakaukafini kwa vitambaa pamoja na manukato, vile ilivyokuwa desturi ya Mayahudi kuzika. Na mahali pale aliposulubishwa palikuwa na bustani, na ndani yake kaburi jipya, ambalo mtu yeyote hajazikwa ndani mwake. Ndipo walipomzika Yesu, kwa kuwa kaburi lile ni karibu, na ilikuwa siku ya kuandalia Pasaka.